anasema ingawa tunaishi duniani, nasoma tafsiri ya neno, ingawa tunaishi duniani hatupigani vita kama, kumbe tunapigana vita aisee. Kumbe tunapigana vita. Kwa wewe ambao bado una contemplate, yani unajaribu kuwaza, tunapigana vita. Anasema ingawa tunaishi duniani hatupigani vita kama ulimwengu ufanyavyo. Silaha, sema silaha za vita vyetu. Sema silaha za vita vyetu. Sema silaha za vita vyetu. Kumbe sisi tunapigana vita, ndio maana tuna silaha za vita vyetu. Silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu. Sema zina uwezo katika Mungu. Zina uwezo katika Mungu. Hizi sio silaha yani ile kwamba basi tuombe, yani kama option. No, hizi zina uwezo katika Mungu. Unajua kuwa na uwezo katika Mungu is something. Zina uwezo katika Mungu, au ni they are mighty. Zina hata kuangusha ngome. Sema ngome. Sema ngome. Unajua ngome ni kitu gani? Yani kile kitu kimejiweka pale, kimekaa kwa miaka mingi sana, mpaka ukipiga nyundo inadunda nyundo, yani kile kitu. Haleluya. Zina nguvu zina nguvu katika Mungu, na zina uwezo wa kuangusha ngome. Tukiangusha mawazo ya kila kitu kilichoinuka kijiunuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Tukiteka nyara. Sema tukiteka nyara. Sema tukiteka nyara. Ushakuona mtu mnyonge anaweza kuteka? Ushakuona mtu mnyonge? Hamna mtu mnyonge anaweza kuteka. That's why wewe uko empowered na Roho Mtakatifu, unawezeshwa na hizo silaha tunazozitumia sisi. Zina nguvu. Haleluya. Sema zina nguvu. We are about to pray. Kwa hiyo usidhani unatumia silaha nyonge. Zina nguvu. Haleluya. Sema tukiteka nyara kila fikra. Okay, kuna andiko lingine wa Efeso 6:10, lakini inasema hatimaye 6:10 mpaka 18, anasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Sema katika uweza wa nguvu zake. Uhodari wetu uko katika uweza wa nguvu zake. Haleluya. Uhodari wetu uko ni katika nini? Si unajua we ni hodari. Sema mimi hodari. Sema mimi shujaa. Yani ni vile muda utoshi, lakini we ni hodari, ni shujaa. Gideoni anatokewa na malaika, anaambiwa shujaa. Gideoni anasema mimi nilio wa chini kabisa la Benjamini. Malaika anamwambia we shujaa. Usijione hivyo, mbingu inakutazama wewe kama shujaa. Mbingu inakutazama wewe kama shujaa, alafu wewe utakiwa kujitazama kama mnyonge. Sema mimi sio mnyonge, mimi ni hodari, mimi ni shujaa. Haleluya. Sema mimi ni shujaa. Oya, sema mimi ni shujaa. Umekaa kinyonge sana, usingizi. So neno la Mungu hapa linajaribu kutuonyesha kitu. Usoma kwenye Habakuki, usifungue. Habakuki 2 inazungumzia kwamba nitasimama katika zamu yangu ili nione lile atakaloniambia. So neno la Mungu linakuonesha kile ulivyo, au vile ulivyo, au yule ulivyo. Haleluya. Neno la Mungu linakuonyesha. Kwa hiyo linakuonyesha sasa hivi wewe shujaa, ili unapoingia vitani unaingia kama nani? Na sio tu kama, unaingia ukiwa shujaa. Haleluya. Ukisoma Isaya 2 mstari wa kwanza, Isaya 2 mstari wa kwanza, SUV. My God. I display hapo Isaya 2 mstari wa kwanza. Isaya 2 mstari wa kwanza. We are about to, asema hili ndilo. Hii ni SUV. Weka SUV. SUV. Achana na neno Biblia takatifu. SUV. Chap. Ninayo. Hili, hebu tusome 1, 2, 3. Hili. Ishi hapo kwanza.
tuseme kwa nguvu kama tunasoma wote. 1, 2, 3. Hili kumbe neno linapokuja unaona. Asingeona ingekuwa ni story tu aliyoisikia kutoka kwa Mungu. Anasema hili ndilo neno aliloona Isaya. It's my prayer tonight. You see that word. You see that word. Hallelujah. Lile neno linalokuhusu. Anasema lo, nimekuja kwa lile lililoandikwa kunihusu mimi katika neno. Kwa usiku wa leo au asubuhi ya leo, maana tushaanza kuingia asubuhi. Hii ndio ile mida ya vita. Kwamba tunaona anachosema. Sema ninaona anachosema. Ninaona anachosema. Sema ninaona anachosema. Kwa dakika moja sema nataka kuona ni Mungu anachosema kwangu. Sema sasa hivi, sema sasa hivi, sema nataka kuona kila anachosema Mungu. Raba sokotosiaka eprebe. Is somebody praying? Is somebody praying? Is somebody praying? Mungu yuko na neno lako. Mungu yuko na neno lako ambalo hilo neno unatakiwa kuliona. Unatakiwa kuliona, usikute limeshasemwa, lakini unatakiwa kuliona tu. What do you see? What do you see? Unaona nini? Lile neno kwa ajili yako. Haukuja asubuhi, haukuja kwenye mkesha. Kuja tu. Ulikuja uone lile Bwana analosema, lile Mungu analosema kukuhusu wewe, kuhusu mustakabali wako, kuhusu maisha yako, kuhusu kazi yako, kuhusu huduma yako. Lile neno ambalo Bwana analisema kuhusu familia yako. Lile neno ambalo Bwana analisema kukuhusu wewe. Na ukiliona hilo, ndio unaweza kupigana vita. Kosaprandeske iprabadasata lekabedekadeba asiparada kosianta empregadiasa sekedebasia ina makadaya waribadasagia ekebarada basiete hey kadabasakada liberabade kosiaka geseberabadi kosiata kibarada basiete is according to that word you have received. Ni kwa lile neno ulilolipokea na kuliona ndio unaweza kupigana vita. Paulo anamwambia Timotheo, mwanangu Timotheo, kwa lile neno la kinabii ulilolipokea, kwa lile neno ulilolipokea, ni kuna neno lazima lije, ni kuna neno lazima upokee, ni kuna neno lazima ulichukue, ni kuna neno lazima ulione, la sivyo aliwezi kumaterialize. You cannot, it cannot be materialized. It cannot be materialized. You must see that word. You must see that word. Hikabarade kosia, eskanta barade gask, shakata, wele badada. I want to see that word. I want that word be revealed. Usikute tangu mwanzo wa hii ibada kuna neno limekuwa linakuja kwako, saa hili linakuwa revealed kwako. Ndio maana tumeomba macho ya mioyo yetu yatiwe nuru, macho kutiwa nuru. You must see that word. You must see, you must catch that word. You must see what the Lord is saying concerning your life. Kosa barada beke ramande skida iparada goseka debask sebele kada basaka dagada rabade kada bade kada bada sekada waya katia samprade goskida harabade gosiata. Hey, Yeshando sarima kaya mama Rebecca dosata baranda sekete barabada gaseke sekete barada bades. Oh, leke barabada gosiata baya rabada kata gosia. Contend for that word. Anasema lile neno, pigana vita kuhusu lile neno, na utaweza kupigana vita kuhusu lile neno. Utakaloliona ndio utakavyoweza ku-accomplish ile project. Ni kuhusu lile neno uliloliona ndivyo utakavyoweza kukutana na adui. Haya shekete baradaba liberande gostosia. Hey,
Hey! In Jesus' mighty name. Mwambie jirani yako, it's getting hotter. Au jiambie mwenyewe, it's getting hotter. Kunaanza kupata moto sasa, kunapata moto. Listen to me. Ni mpaka upate neno. Kwa sababu Mungu hafanyi kitu chochote hapa duniani bila neno lake. In fact, Biblia inasema kwa imani tufahamu kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Ukisoma katika ile Yohana 1 inazungumzia kwamba vitu vyote havikufanyika isipokuwa au bila huyo neno. Very sensitive, very very crucial, very crucial, very important. That word, you will receive that word this morning. Utalipokea hilo neno asubuhi hii na utaweza just relax. Mwambie mwenzio relax. I have the word from the Lord. Hallelujah. Sema nina neno kutoka kwa Bwana. Nina neno langu kutoka kwa Bwana. Hey! Hivi unajua kwa nini Yesu alidhihirika? Kwa nini unajua Yesu alifufuka? Kwa sababu Yesu ni neno hai, neno lililodhihirishwa. Ndio maana hakuishia kukaa kaburini. Angekaa kaburini tusingekuwa na tungekuwa tumeangamia. Tungekuwa tumeangamia. So that word is being released now. Hilo neno linaachiliwa sasa hivi. Na hilo neno linavyoachiliwa sasa hizi ndio actually sasa hizi macho yako yamefunguka. Kuna neno fulani ulilisikia muda fulani hapa, unasema kumbe that was for me. Kumbe ile alivyokuwa anazungumzia kuhusu mataifa, kumbe alivyokuwa anazungumzia miisho ya dunia kwa urithi wangu, kumbe alikuwa ananihusu mimi. Hey, I cannot be. Siwezi kuwa mnyonge mimi. Siwezi kuwa mdogo mimi. Siwezi kuwa mdogo, siwezi. Siwezi kuwa mdogo. I can't. The word of God has come. Neno la Mungu limekuja kwa ajili yangu. My God. By the Spirit of God, the word has been manifested. The word has been revealed. The word has been manifested. The word has been revealed. Revealed. My God, it's been revealed. It's been revealed. It's been revealed in your church, in your family. It's been revealed in your ministry. That word. Hey. My God. Kasata liberada siant esketaba. God with us, Emmanuel. God in us, the Holy Ghost, the Holy Ghost, the Holy Ghost. God with us, Emmanuel. God in us, the Holy Ghost, the Holy Ghost. We are going somewhere. Yesu akawaambia wanafunzi wake, huyo msaidizi atakapokuja atakuwa na kazi ya kunireveal mimi. He will speak about me. He will talk about me. He will manifest me. He will just reveal. So we have the Jesus revealed. Tuna Yesu aliyefunuliwa, lakini kuna many dimensions of Jesus in your life that you need to see. Kuna so many dimensions. Hizo dimension ndo zile ziko kwenye Ufunuo 19. Anasema Bwana huyo amepanda farasi mweupe, amevaa mavazi meupe, yuko mbele ya watu, anatembea, macho yake yanawaka kama miali ya moto. Oh my God, akizungumza kinywa chake ni kama upanga unaotoka. My God, when the Spirit of God will reveal to you Jesus, you will scream. You will actually
utakuwa ukipambana na vita yoyote, wewe sio mwoga. Ukisha muona huyo Yesu ambaye yuko glorified, the glorified Jesus, the glorified Jesus will not make you small, hata kufanya wewe uwe mdhaifu. That glorified Jesus anatisha kama nini. Yohana alifanikiwa kumwona, akasema nikawa kama mtu aliyekufa. Ushakuona mtu aliyekufa lakini bado anaona na bado ana perceive. Oh my God, that presence was so tangible, was so heavy on him. Ile humanity, ingawa Yohana alikuwa katika hali ya kiroho, lakini alishindwa kuhandle. Mwili ukashindwa kucontemplate, mwili ukashindwa kuhandle. Alitetemeka, kaishia kama amekufa. Lakini unakufaje wakati uko kiroho? Lakini ilikuwa inabidi amwone Yesu. Anasema yule mwanaume yuko ana jina limeandikwa pale ambayo hamna mtu anayelijua. Wewe Yohana umelijuaje? Wewe yeye mwenyewe hata hakulijua hilo jina. I'm telling you, kuna dimensions za Yesu Kristo ambazo dunia sasa hivi, hii generation inatakiwa imuone, inatakiwa imuone kupitia wewe. Hiyo dimension, who knows? Nani anajua kwamba wewe unaweza ukalisoma lile jina ambalo hamna mtu analisoma? Ndio maana Paulo akasema namjua mtu ambaye I know a person, I know a man ambaye haieleweki kwamba ni roho ama ni mtu. There's that dimension that this generation need to see. Hii generation ya AI, my friend, kama hautaamua wewe ukakutana na huyo Yesu akawa revealed kwako, itakuwa ni bure. Kwa sababu hii generation ya AI, it seems inajua kila kitu, lakini wale wanaomjua Mungu wao, they shall be strong, they shall do exploits. Wale wamjua Mungu wao, wale ambao wameweza kumwona Yesu akawa revealed, akawa manifested, akawa katika fullness of his glory, that your capacity can handle. Hey, Jesus. The Holy Ghost. Hey, God with us, Emmanuel. God in us, the Holy Ghost, the Holy Ghost, the Holy. Oh, hizi ndo zile dakika za jioni. Anza kuna mtu anatoka na chake. Zile dakika ambazo watu wamechoka. Yesu akasema yule mtu alipoenda kulala ndipo adui alipokuja. Adui anakujaga mida watu wamechoka. Ni kama ndio maana adui silaha yake kubwa sana ya siku hizi za mwisho ni kumchosha mtu. Anakuambia I can't go on. Nafsi yangu imechoka, inaumia sana, nimeumia. Wewe sio sifa hiyo. Inuka katika Bwana, my friend. Pale Paulo akasema when I'm weak then I'm strong. Pale ninapokuwa nimekuwa dhaifu ndio pale ninapokuwa na nguvu. Kwa nini? Kwa sababu it's not of your own strength. The Lord is going to be your strength. Ndio anasema ninaweza kufanya mambo yote katika yeye anitia nguvu. Shida ni kwamba unatembeaga na nguvu zako tu wewe. Ndio maana unashindwa nani ile wasemaga ni ramu inadunda, ramu inapata moto. My friend, achana na hiyo. Kwa kama Paulo anasema no longer I live. Sio mimi naishi bali Kristo ndani yangu. And that Jesus yuko kwenye namna mbalimbali sana ambazo hazijaisha. Hamna mtu amemfigure out akamaliza akasema Yesu sasa mwisho wake nukta hapa. Hakuna. Bado anaendelea kufunuliwa kwa watu. Bado anaendelea kufunuliwa.
na katika kizazi hiki. Ndio hiyo prayer point tutaiomba hapa, afu tutakuja kufanya warfare kwa kuimba hapa, afu tutafanya impartation. But don't miss any of those. Don't miss any of those. Hallelujah. Kuna hiyo prayer point. Mungu anamwambia Yoshua, mtumishi wangu Musa amekufa. Yaani Mungu anampa habari Yoshua. Anasema mtumishi wangu Musa amekufa. Katika ile Yoshua 1. Anasema kwa hiyo kama mtumishi wangu Musa amekufa, wewe ndio utakayeenda utawapeleka hawa kule Kanaani. Haleluya. Sema mimi ndio nitakayefanikisha kusudi la Mungu kwa ajili yangu na familia yangu na jamii yangu na nchi yangu na kila aliyeitwa kwa ajili yangu. If you didn't know kwamba kuna watu wameitwa kwa jina lako, ukisoma kwenye Isaya ile nasema wafalme. Sasa jiulize, wafalme wa dunia hii wako wangapi? Alafu na wewe, kila mmoja hapa duniani atakayelielewa hili neno, wale wafalme watakujia. Ile sio hadithi ya Bunwasi. Wafalme watakujia. Lakini Mungu anavyomwambia Yoshua, akamwambia mtu yeyote atakayesimama mbele yako hatafanikiwa. Haleluya. We are about to pray. Mwambie jirani yako tunaomba sasa. Asema mtu yeyote atakayesimama mbele yako hatafanikiwa. Hakutakuwa na mtu atakayesimama mbele yako. Huyo mtu atakayesimama mbele ndio wale wako kwenye Wakorinto pale. Sasa of course tutaomba vitu kadhaa kwa mara moja. Sema kwa mara moja. Alafu wewe mwenyewe utaenda utafigure out. Ukitafuta hiyo kwenye YouTube utaomba nayo kama utakuwa una vitu vyako vya accomplish. So kuna vile vitu vinasimamaga kwenye hatima za watu. Kuna wale watu wasumbufu tu. Wanajua hawakuwezi, lakini wanahakikisha wanakuchelewesha. They do a lot of things. Hebu keti kwanza. Maana una watu wananiangalia kwa sura ya huruma. Keti. Nimekusikia, keti. Lakini kama utaweza kusimama, simama. Umeona? So kuna wale wanaosimama kwenye hatima. Na Mungu alijua anavyomwambia Yoshua, kuna wamba wakogo wanasimamaga kwenye hatima. Kuna watu wanaitwa Waamori, Wahiti, sijui wa nini. Afu kuna wengine walikuwa miamba kweli. Wakajenga ukuta kabisa, walisikiaga bwana wale wakipitaga hivyo, sisi tunachofanya ni kupiga Yeriko. Huo ukuta ulikuwa mkubwa sana. ST kadhaa zinapita pale. Kama barabara za nani hizi tunazozifurahia. Zinapishana. Yaani ukuta ni mkubwa mpaka watu wanajengea nyumba juu ya ukuta. Ushaelewa? Yaani mtu amejenga nyumba kwenye ukuta ule na bado magari yanapita na nini. Unaelewa? Kwa sababu nyumba ya Rahabu ilikuwa juu ya ule ukuta, kama ulikuwa hujui. Someni Biblia watu wa Mungu. Hatuna muda wa kuelezea saa hizi. Kwa hiyo sasa kuna watu walizuia watu wa Mungu. Mtu haogopi, wewe mwambie wenzio wewe uogopi. Adui haogopi. Listen to me watu wa Mungu. Labda tuelewane kuhusiana na mambo hizi za issue za vita. Ni seto kabisa iishe. Wewe hujachagua maadui wamekuchagua. Ushaelewa? Yaani wewe unaweza ukawa na amani yako lakini adui kashakuchagua. Yaani adui yupo. Hivi unajua Yesu alikuwa na adui kabla hajaanza kusema mama, baba. Yaani Yesu alikuwa na adui. Yesu. Sasa ikiwa Yesu wewe ni nani? Yaani mfalme mzima, jitu zima lina wanajeshi kibao. Linaenda linapambana na mtoto. Hapambani na mtoto, anapambana na potential. Ndio hichi watu wa Mungu tunachokifeli. Kwa hiyo adui amekuchagua wewe hujamchagua. Kama Yesu alivyotuchagua sisi hatujamchagua, basi ujue kwa sababu Yesu amekuchagua, adui naye anakuchagua, yani anakuangalia kila siku. Lakini una advantage. Sema nina advantage. Una neno la Mungu. Kwa hiyo Yoshua anaambiwa hakutakuwa na mtu. Kwa kuna wale wanaosimama kwenye hatima. Kuna wale wanaosimama kwenye uzao. Kuna wale wanaosimama kwenye fursa au nafasi. Haleluya. Oya, mimi naongelea hivi vitu haraka ili uelewe. Wasimama kwenye fursa, kwenye nafasi. Kwa nini? Ukisoma kwenye Wakorinto wa kwanza 16 mstari wa 9.
tafsiri ya neno. Tafsiri ya neno. Wakorintho wa kwanza. Afu hapo ndo tutapoombea sasa. 16. Soma tafsiri ya neno. Sijui ni mama, sijui ni baba, nione. Bigi. Nani? Mama. Weka tafsiri ya neno. Nasema kwa maana mlango mkubwa umefunguliwa kwangu kufanya kazi yenye matunda. Nako huko kuna adui wengi wanaonipinga. Hii ni usiseme sijui nini. Hii ni agano jipya hili. Haki wanasemaga maadui walikuwa agano la kale. Hii agano jipya hili. Mhubiri wa neema. Adui amekuchagua my friend. Kwa hiyo amuaga tu kwa mtu wa vita. Ushaelewa? Yaani amuaga kuwa mtu wa vita tu. Kwa sababu kwa maana mlango mkubwa, issue sio kuwa na opportunity. Kuna wale watu ambao everything is okay with you. Na degree yako safi, una masters, imenyooka hapo. Kila kitu, hadi una tabia njema. Hadi Kiingereza kimenyooka, unatema yai. Mpaka unashindwa kuelewa huyu ameongea nini. Akienda akifanya interview imenyooka. Shida iko pale chini. Mambo ambayo wapendwa hawapendi kuyasikia. Maadui. Mimi sasa hivi sijishughulishi na maadui. Ni kweli. Hawataki kutuchukulia attention. Lakini wapo. Just in case umeona paka shume amekuja kuchukua mboga, unamwacha. Namwachia Mungu. Fukuza hiyo paka. Toka hapa. Kwa maana mlango mkubwa umefunguliwa kwangu kufanya kazi yenye matunda. Kwa hiyo it's not that question any longer. Huo mlango umefunguka kufanya kazi yenye matunda. The issue is, unaona kuna sehemu utoboi. Unaona kuna sehemu una spin. Ni kama tairi lisiloenda. Imeinuliwa au kwenye tope pale. Unapiga mafuta yanaenda, mtu wa Mungu. Lakini uende mbele. Nasema huko kuna adui wengi wanaonipinga. Sasa hawa ndio Yoshua aliambiwa na Mungu kwamba wapo. Lakini wewe unachotakiwa kuwafanya unachotakiwa kuwafanya. Ndio haya maombi ya leo. Ndio hizi vita tunazopiga leo, lakini hatupigani kwa jinsi ya mwili. Sisi tuna silaha inaitwa, hilo ni baba lao, hilo silaha inaitwa zaidi ya yote. Ukisoma kwenye Efeso 6. So Efeso 6 inasema zaidi ya yote mkiibeba imani. Kuna silaha inaitwa imani. Hiyo itakuwezesha mishale yote ya moto na nini, itakuwezesha. Lakini kuna diria haki pale, kuna nini, kuna chepeo ya wokovu, kuna hivyo vitu. Bwana anasema hatimaye ndugu mzidi kuwa hodari. Vaeni silaha. Kwa hiyo unavaa silaha alafu unashughulikia. Unaona, zaidi ya haya yote twaeni ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuizima mishale yote yenye moto ya yule mwovu. Unaona doctors mmoja hapo amesimama muda mrefu, anaweza kafanya pole. Sasa hivi tunaomba. So mtu wa Mungu, chochote yeyote anayejaribu kusimama kwenye destiny yako, unatakiwa kumfanya anachotakiwa kufanyika. Ndio maana Yoshua na Caleb walipokuwa na lile neno, walipokuwa wameshika lile neno, walipoenda kwenye ile nchi, issue sio kwamba mlango haujafunguka, issue sio kwamba ni Kanaani, lakini ukikutana na vitu kule ndio utaelewa. Unachokijua kitakusaidia au ulichokisahau ndio kitakachokuangamiza. Haleluya. Unachokijua ndio kitakusaidia au ulichokisahau ndio kitakachokuangamiza. Kwa nini? Kwa sababu Yoshua sasa amekutana na wako na Caleb, wamefika kule, wamekuta majitu. Wanarudisha ripoti, wanasema tumekuta mamtu yanatisha. Inaonekana yale mamtu yanawala watu. Show inaanzia hapo. Lakini Yoshua na Caleb wakasema nchi tumeiona, matunda tumeona, asali tumeona na maziwa tumeona. Na hao tumewaona, ila watakuwa ni vitu tunaviweza. Sema vitu vyangu hivyo. Yani Yoshua kwa lugha sasa hivi anasema vitu vyetu hivi hapa, yani hizi issue zetu, yani kwa nini? Kwa sababu wamewezeshwa.
wakali wa hizi kazi. Sielewa. Haleluya. So anything that is standing before you, kwa sababu umepokea neno la Mungu, unaweza ukaanzisha vita na wewe ndo mshindi. Afu vita yako upambani miaka hizo habari achana nazo, hizo za zamani sana. Vita yako jua neno ulilopokea, amsha makofi. Elewa? Elewa kama Daudi tu. Daudi hata alikuwa na wasiwasi, anaangalia ile ngoma pale imekaa ina machuma chuma, jitu likubwa. Sasa wewe leo mimi nakupiga na kutwanga na kichwa chako, na anampa taarifa ya kile atakachomfanya, na kupiga na kukata kichwa na mwili wako atakula ndege. Yani anampa na prophecy kabisa. Hizo ndio vita tunazipiga sisi. Si unaelewa? Kwa anza kuangalia ile jambo linalokutesa. Angalia na unasema mimi na hii issue yangu hii. Sauli kule anaogopa, ndugu zake Daudi wanaogopa. Daudi anasema issue zangu ndogo, mimi mkali wa hizi kazi. Wanamvalisha maduda, anasema msinichoshe. Hii kitu mimi nakuja hivi hivi tu. Nasha kuja Simba sikuvaa hata maduda. I have the word of God. I'm in the presence of God. Na watu wanaokaa kwenye presence ya Mungu, they are bold. Kwanza wao wana majasiri kama simba. Namwambia wewe umenijia na panga na nini na nini, mimi nakujia kwa jina la Bwana wa majeshi. Haleluya. Angalia ile hali afu ijie kwa jina. So hiyo ni part 1 ya hiyo. Hakikisha leo una clear everything ili tutakapoingia, yani hii utakapopiga hii vita hii kwa kutamka na kupiga, si unapiga mishale unapiga nini? Hakikisha na ile warfare tutakayofanya hapa muda sio mrefu na mtumishi wa Mungu anavyokuwa ana to usher katika ministration ile. Make sure when you sing, when you dance, if possible, when you worship, you do warfare. Hallelujah. Kwa sababu sisi we roar. Sisi tunapigana, sisi tunangurumaga tu. Kuna vita zingine simba hata hahitaji kupigana, ananguruma tu. Wanyama wote wanasikiaga, wanaelewa boya mwamba huyo huko. Haleluya. Tusimame. Wakati doctors, I want us to pray. Wale wanani kama wako wote, man of God, wako wote, please nye naweza mkaanza kuja. We're about to pray, and we pray, we worship, and then we do the impartation. Make yourself ready. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Jesus is Lord. Jesus is King. Oh my God. Glory to God. Hallelujah. Sema mimi ni shujaa. Mimi ni shujaa. Sema mimi hapa ni shujaa. Sema mimi hapa
ni shujaa. Glory to God. Nakupa muda, meditate jinsi utakavyoshinda hiyo vita, jinsi unavyoishinda hii vita. Nakupa muda, jinsi, angalia unavyoishinda hii vita, angalia jinsi unavyoishinda hii vita. That very thing that has been a problem to you, very thing that has been pulling you back, hakikisha hicho kitu una deal nacho sasa hivi. Haleluya, 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 haleluya. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninakabiliana na Goliati na Yeriko na kila aina ya kizuizi kilichopo mbele yangu. Ninakabiliana na yeyote aliyesimama mbele yangu, hali yoyote, jambo lolote, kitu chochote kilichosimama mbele yangu, kwa jina la Yesu Kristo, kama uhakikisho wa ushindi wangu, kama uhakikisho wa ushindi wangu kwenye hii vita, kwenye hii vita, kwenye hili jambo, kama uhakikisho wa ushindi wangu. Ninakabiliana na chochote kinachosimama mbele yangu. Natangaza, Kanaani ninaingia, ninapamiliki, na vyote vilivyomo mle na wote waliomo humo. Hakuna kinachonitisha, hakuna kinachonikatisha. Hatima yangu imehakikishwa kwamba sijazuiwa tena, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kila kinachosimama mbele yangu, kila kinachosimama kwenye hatima yangu, kila kinachonizuia, kila ukuta, bahari, mito, chochote kilichopo mbele yangu, ninakipita kwa jina la Yesu. Ninatembea juu ya maji, na nisipotembea juu ya maji, maji yananigawanyikia. Sitazuilika. Hakuna mlima unaonizuia, hakuna jambo linalonizuia, hakuna mtu anayenizuia. Saa hii ninakwenda kinyume na yeyote anayesimama mbele yangu, na chochote kinachosimama mbele yangu, kwenye huduma yangu, kwenye elimu yangu, kwenye kazi yangu, kwenye chochote ninachotakiwa kukifanya kwa familia yangu. Ninatangaza mimi ni mshindi, sawasawa na neno la Mungu lililosema katika Wakorinto wa kwanza sura ya 15 mstari wa 57 kwamba atukuzwe Mungu ashukuriwe, anayenipatia ushindi ndani ya Kristo. Ashukuriwe Mungu anayenipatia ushindi katika Kristo. Ninashinda kila vita, ninashinda kila kizuizi. Ninatembea juu ya maji, ninatembea juu ya milima, ninatembea katika hali zozote katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sizuiliwi na ukuta, ninapita katikati yao, ninapita katikati ya huo, ninaubomoa katika jina la Yesu. Anza kushughulikia chochote kinachozuia. Shughulikia mtu wa Mungu, wewe shughulikia wewe. Kariko sataba lebos kadia santarade escoparida izokotosiaka rabade kostizia namandeski beke rabade kosiata eliparada kasiake zekete barado kosia egerebado kostosiaka leberebada kosieke deba leberebada kosieke debaski lebarana masata di kosiaka. Pray. Vunja
Vunja hizo ngome. Anasema tukizishusha, tukizivunja ngome. Kumbe wewe una uwezo wa kushusha ngome, kuvunja ngome, kuharibu kila kazi za adui. Vunja hizo zinazosimama kwenye familia yako. Vunja. Vunjika. We ngome vunjika, we ukuta vunjika kwa jina la Yesu. Zeke barade bosiaka, zeke de barada ba, heko sia daba, leke barada bosieke, lebereba dogo siata, zeke te kosiata, rebele kodoko siete, leke badabada ba, zeke de barada bosieke, zike le barada ba, zeke de barada bosieta. Pray. Is somebody praying? Pray. Shakata barada libarando gosia. Adui hawezi kuzuia huduma yako. Adui hawezi kukuzuia. Anakupa addiction zinavunjika. Come on somebody. Is somebody praying? Aya. Zekete barada bosieka. Zikele barada bosieke. Oh my God. In the name of Jesus, we break every wall in front of us. Every wall in front of you is broken in the name of Jesus. Kila kinazuiaga watu wa kwenu hawezi kusonga mbele, kila kinakuzuiaga huwezi kusonga mbele kwenye elimu, break it. Break. Wale wamejiambatiza kabisa, wamejitanabaisha, wanasema huyu asongi. Sasa wale unawapiga kwa sababu una uwezo. Wewe una uwezo katika Mungu. Silaha zetu zina uwezo katika Mungu. Hazina uwezo katika nuclear. Zina uwezo katika Mungu. Silaha zetu zina uwezo katika Mungu. My God. Zina uwezo katika Mungu. Pray. You about. Kuna mtu anatoboa. Sheketa baradaba. Zina uwezo katika Mungu. Silaha za vita vyetu sisi zina uwezo ndani ya Mungu. Wewe unaelewa Mungu muumba mbingu na nchi hawezi kutengeneza silaha hafifu, hawezi kutengeneza silaha dhaifu. Silaha zetu zina nguvu katika Mungu. Hey. My God, shakata barade, izakota baske, elibaranda kasiza, erebede kosto. Silaha za vita vyetu zina uwezo katika Mungu. Yes. Zina uwezo katika Mungu. Saidieni watu kule nyuma, msaidieni ushers, kama kuna mtu ana mtoto please msaidie. Pray. Jakato bosie kede baradabo. Silaha za vita zetu zina uwezo katika Mungu. Wewe kama ulikuja mkesha, si ulikuja maliza kila kitu my friend. Maliza. It's not worth it kama hautamaliza kitu chochote ukaondoka vile. Si unaelewa? Kuna wale wametamkiwa utaolewa. Nani kakwambia? Wakati ndoa ni haki yako ya kiagano. Kila kilichojitanabaisha, kilichojitangaza kwamba kinaweza kikakuzuia wewe usiolewe au usioe au usifanikiwe, hicho ni nini? Ni nani huyu anayekuambia maneno hayo wakati wewe una Mungu? Ni nani? Ni nini hicho? Ni kitu gani hicho kinakwambia wewe utamaliza elimu yako?
Ni nani huyo anakuambia hutafanikiwa? Wanasema hautafanikiwa. Wewe hautafanikiwa. Nani kasema? Anasema mmebarikiwa kwa baraka zote katika Kristo ndani. Oh my God, baraka zote za rohoni ndani yake Kristo. Oh my God. Shekete barada basiaka liparando kostosia zekete barada gosiata zekete barande kostosia. Is somebody praying? Is somebody praying? Mwambie Farao, achia hatima yangu, achia hatima yangu. Mwambie Farao, achia hatima yangu. Ndivyo Musa alivyotumwa, akaambiwa mwambie Farao awaachie watu wangu waende kuniabudu, awaachie watu wangu, nina hatima nao. Wewe saizi wewe unaenda, alimwambia Musa, nimekufanya kuwa Mungu kwa Farao, nimekufanya kuwa Mungu kwa Farao. Nenda kabiliana na huyo Farao, mwambie hey, here I am, mimi ni Mungu kwako wewe, kwa sababu ndinyi miungu na wana wa aliye juu. Sheka basata barade gosia lebere bada gosia kadaya insanto barede gosiate isaka da basata esekete barada ba. Yes, ngome zinavunjika sasa, zinavunjika, 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 zinavunjika. Vunjika. Break now, break hizo ngome za kichawi. Break now, break. Hakuna uchawi katika Israeli, hakuna uchawi, hakuna uchawi katika Israeli, hakuna uchawi. No divination, no divination, no divination. Hey, no divination, no divination. Hakuna enchantments. Wamefanya chanting kukuzuia. We break. Wametoa hata sadaka, lakini sadaka aliyotoa Yesu ni sadaka kubwa sana. By the blood of Jesus, anasema wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Hakuna agano la kiganga lililomwaga damu linaweza kukuzuia. It's broken by the blood of Jesus. It's broken, 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 broken by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Usitoke katika hiyo atmosphere. Wakati man of God anakuja, man of God Zoravo, please make your way here. Be sensitive. Hichi ndio kile kipindi ambacho Paulo na Sila walijishindiaga tu vita. Anything kitakachokuwa kinakuwa released ukiwa hapa juu, wakiwa hapa watumishi wako hapa juu. Be sensitive. Take it. Wakati wa huo worship, ujue ndio tunafanya warfare. Hallelujah. Alafu baada ya ministration au ikiwa inaendelea ministration, tutakuja kufanya impartation. Tutakuja kufanya impartation katika Warumi 1:11. Biblia habari njema. Display it. Biblia habari njema. Najua mtumishi wa Mungu anakuja. Nataka nisome mstari kabisa ili ikifika huo muda utakuwa unaelewa. Warumi 11. Warumi 1 mstari wa 11. Biblia habari njema. Warumi 1:11. Biblia habari njema. Biblia habari njema. Nasema kwa maana ninatamani sana kuwaoneni ili nipate kuwagawieni zawadi ya kiroho na kuwaimarisha. Zawadi ya kiroho, zawadi ya kiroho. Nasema the spiritual gifts. So kuna muda tutakuwa tuna, huyu ni Paulo, sio kwamba Mungu alikuwa anawaambia, ni Paulo alikuwa anawaambia kwa sababu ilikuwa ana tendency ya kufanya hivyo. Na sisi kama watu wa Mungu watu tunafika wakati tunafanyaga hivyo. Dhumuni ni kuwaimarisha. Sema kuimarishwa. Sema kuimarishwa. Tunapata hizi gifts, tunapata
empowerment, kuimarika. Hebu fuata mstari unaofuatia. Mstari unaofuatia unasemaje? Ndio kusema tutaimarishana. Hiyo ni kuimarishana. Nasema imani yenu itaniimarisha mimi na yangu itawaimarisha ninyi. So kuna hiyo gift inavyokuwa release ni kwa ajili ya kuimarishwa, kwa empowered, so that you can empower me or you can empower someone, so that you can be effective wherever you are. Hallelujah.